Sigitani Movie Star. Semi langu hilo. Mama wa auti. Si unajua tena. Shikamoo mama. Marhaba, vipi hali? Safi. Najisomea kidogo. Si unajua kishukutwa na mtihani hapa kwa lazima ni kazi. Mwanangu kaza buti. Maana sasa hivi bila elimu hamna kazi kabisa. Wewe ukicheza ovyo hapo na kuja kurudi nyumbani kula ugali hapa. Sasa mimi nataka nitoke. Nikute umefanya usafi, umepika, umekula. Alafu utaniwekea chakula na mimi nikirudi nitakuja kula. Sawa? Sasa mama mimi kupika wapi na wapi? Tena mtoto wa kike useme kupika wapi na wapi? Sasa mama nimekuambia hapa najisomea na mtihani kesho kutwa. Mimi napikaje? Sasa kusoma bila kula utasoma kweli? Tasoma ndio mama. Wewe mwenyewe alikwambia nani umsafirishe mfanyakazi. Mtoto wa kike umtegemee tena mdada. Mimi siwezi kupika bwana mama. Kwa hiyo unataka ushinde na njaa au? Naenda kula chips barabarani pale. Haya, una hela ya chips? Si unanipa? Mtoto unapenda raha wewe. Mama bana mimi siwezi kupika. Mimi sina hela leo. Kale huko kosi kitakuwa na nani? Sasa hela gani hiyo mama? Sasa unachagua hela tena? Inatosha nini sasa hiyo 5000? Nataka chips na kuku na soda. Unapenda hela kama nini? Shika. Hapo ndo sawa. Haya maneno. Unapenda hela? Soma, achana na hela wewe. Kwani wewe upendi hela mama? Mwenyewe ndio umenizoesha jamani. Haya, mimi natoka. I love you. Muda ndo umefika. Wamuhora mwanako. Hata kubali kweli. Atakataa. Sikujua kabisa kama haya mambo yatakuwa ni ya kweli. Naomba usikilize wewe mama. Hapa hatujaja kiutani. Hapa kilichotuleta ni swala la mwanao. Sawa, lakini sidhani kama atakubali. Utake ustake mwanao lazima tuondoke naye. Naombeni jamani, mtoto wangu sasa hivi hata kubali. Ulisema mtoto wako akishakuwa mkubwa ataungana na sisi. Kwa hiyo tumekuja. Ni sawa, lakini sidhani kama atakubali. Sikujua kama mtoto mwenyewe atakuwa msomi kiasi hicho. Mpaka sasa hivi anajiandaa na mitihani ya kwenda chuo. Basi tuongozane wote tukamweleweshe. Kama atakubali sawa. Huyu ndio mwanangu anaitwa Amina. Amina, hawa ni wageni wetu. Wametoka huko kijijini huko kwa bibi yako ambaye amenizaa mimi nikakuzaa wewe. Mama, wageni gani hao? Mbona waporipori hao? Mbona hata mavazi yao? Hamna. Ndo mavazi yetu kule kijijini waga tunavaa hivi. Hata mimi nilipokuwa kule nilikuwa navaaga hivi hivi. Nakumbuka kijijini kwa bibi nimeenda mara moja tu. Bibi wenyewe siku kumwona amevaa hizi nguo za waporipori hao. Yaani wanaona kabisa wamekimbia msituni hao. Hao hukuwaona walienda kule hivi kule mashambani kwetu kule walikuwa wanalima. Hebu acha kujingata basi. Mwambie mtoto wako kila kitu. Kule hivi walienda shambani hao, ndio maana hujawaona. Sasa mbona waporipori mama? Mimi sina ndugu waporipori jamani. Sikiliza binti, habari ya kutuita sisi maporipori unakosea. Huu ujio ni wa kwako wewe. Ujio kwangu mimi? Ndio. Kama mmekuja kwa ujio wangu mimi, karibuni. Amina, ujio wetu hapa. Tumetoka kijiji cha huko mbali. Tumekuja hapa. Kuna makubaliano tulikubaliana sisi na mama yako. Makubaliano? Ndio. Makubaliano gani uliweka baina yako wewe na mamangu? Jambo la kwanza, unatakiwa wewe unavaa kiasili kama hivi tulivyovaa. Yaani mimi ndo mavazi yangu. Sijawahi kubadilisha mavazi. Alafu mimi siwezi kuvaa kama nyinyi waporipori. Unatakiwa wewe unakula vyakula vya kiasili. Unakula ugali wa uwele na mlenda na maziwa na viazi. Mimi
Wewe ndio. Nili sijui ugali, mlenda, sijui vitu, sijui maziwa. Mimi mamangu nyoje kunipikia hivyo vitu hapa nyumbani. Nishazoea kula baga, pizza, chips, mayai, chips kuku. Hivyo ndo vitu vyangu. Utakula? Siwezi. Na kulala kwenye ngozi na kitanda cha kamba. Kitanda sijui cha ngozi. Siwezi. Unatakiwa wewe unaongea Kinyaturu. Wewe shegenya roho na ukawe malikia huko kijiji cha mbali cha huko kwetu. Mimi tena nianze kuongea kilugha. Hata mama yenyewe hapa nyumbani sijawahi kumsikia akiongea kilugha kabisa. Alafu mimi swala la kwenda kuwa malikia kwenu nyewe wa poripori, hilo haliwezekani. Kaa na mwanao. Mwelekeze kila kitu. Tutakaporudi kipindi kijacho au tutakapokuja wakati ujao, tunakuja kwa ajili ya kumchukua. Naomba uzingatie haya maneno tuliyokuambia. Tukirudi tena mara ya pili, hatutaki maelezo mengi. Mama, mbona kama wanakuja kututisha nyumbani kwetu? Wanakuja kututisha, sijui kutuogopesha. Nilitakiwaga niwe malikia wa kijijini kwetu, lakini nilikataa. Kwa nini ulikataa kuwa malikia kwenye kijiji chenu mama? Nilikataa kwa sababu nilijua mimi nina msichana ambaye ndo wewe. Nataka uwe malikia wa kijijini kwetu. Niwe mama yake na malikia. Mimi mama, nikaongoza wale waporipori. Sawa ni waporipori, lakini kama wewe ni msomi, ukaingia pale ukawa malikia, lazima utawabadilisha. Hujui kama unaweza ukasoma na ukakosa kazi, lakini ukiwa na malikia, utaongoza nchi vizuri, utaongoza kijiji chako vizuri, utapendeza. Mama, kwangu mimi hilo kitu hakiwezekani kabisa. Wow, madam. Naam. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good. How about you? I'm good. Where are you going? I'm going to supermarket. Kununua vitu vizuri vizuri. Pojo anachokwa chips. Haya, habari za nyumbani? Wewe una hema? Za nyumbani nzuri kiasi, madam. Kuna shida? Kuna jambo linaniumiza sana kichwa. Jambo gani hilo mwanangu? Kuna watu leo walikuja mchana nyumbani. Wanachokiongea naona kama wako serious. Ila mimi siwaelewi. Wanaambia mara ni unavaa kiasili. Takiwa ni unakula vyakula vya kiasili. Ni unalala kwenye ngozi, sui kwenye kitanda cha kamba. Yaani nakuwa siyaelewi. Yaani hata siku ukiona nimeshuka kwenye mtihani huwa kesho kuto. Unajua ni hilo jambo linaniumiza sana kichwa. Hivyo vitu bado unavyoniambia kama naota au naota? Inawezekana kweli hilo jambo lipo? Kwa nini ufeli mtihani? Bado siku 3 tu uingie kwenye chumba cha mtihani. Acha masiara yako bwana. Au una njaa? Utakuwa na njaa wewe Amina wewe. Madam, niko seriously. Wametokea wapi? Yaani sijui wanapotokea, lakini waliongozana pamoja na mama yangu mzazi. Amina, unajua nakutegemea sana wewe. Unajua unafanya vizuri sana kwenye mitihani. Leo uje ufeli ndani ya siku 3. Hebu tuliza kichwa bwana, uingie kwenye chumba cha mtihani. Siwezi kaamini kitu kama hicho. Mama yako atakujaje na watu wakwambie uvae nguo za kiasili? Wewe unahisi mama yako anaweza akafanya kitu kama hicho? Amegaramikia hela wewe na anavokupenda. Wewe unaota wewe. Wewe utakuwa na njaa wewe. Hamna kitu kama hicho Amina, acha masiara bwana. Madam, sio ndoto. Sikuelewi. Sasa cha msingi mimi nakushauri kwamba hebu tulia ndani ya siku 3, uingie kwenye chumba cha mtihani, ufanye mitihani yako vizuri. Kama hivyo vitu vitaendelea kutokea, basi tutalifanyia kazi. Uelewi nini? Kuna jambo linanitatiza, linanichanganya sana kwenye akili yangu. Kitu gani zaidi ya shemeji? Eti unasemaje shoga yangu? Bora ingekuwa hiyo shemeji najua ameniacha, nimemwacha naendelea na masomo. Nani sasa zaidi ya shemeji? Mwanzo mimi kuna jambo limenileta hapa. Huu mguu ulikuwa wa kweli. Shida gani unayo shoga yangu niambie? Kuzulula tu kuto shoga yangu. Tusome kesho kutoa mitihani. Kuzulula. Mama utajaza mizululo. Si bado ingekuwa kiguu na njaa najua natembea nikirudi jioni nasoma. Kwani kinashindikana nini? Mwanzo kuna watu walikuja mchana nyumbani. Leo. Yaani wanachokiongea sikielewi, lakini nahisi wanamaanisha.
Wamekuja tu wamevaa kiasili, yani wamevaa kama watu wa poripori. Wameniambia natakiwa niwe navaa kiasili, niwe nakula chakula cha kiasili, niwe nalala kwenye ngozi, sio kwenye vitanda vya kamba na istoshe. Wameniambia natakiwa niwe malikia kwenye kijiji chao. Malikia Amina. Hivi nyinyi mna akili kweli, mnachokiongea mnakielewa? Umepata bonge la bahati wewe na familia yako. Unatolewa nje, unarudishwa ndani, unapepelewa. Sisi ndo tunakuwa wapambe. Shoga akiwa kulia, mimi niko kushoto. Yaani ni hapa tu tunakupepea. Hauoni raha hiyo? Ukawa malikia. Yaani ukiongea kijijini kizima kinanguruma. Kila mtu anakusikiliza wewe. Yaani utakachokiongea kijijini, kijiji kizima kinakusikiliza wewe. Ukisema ndio wanaitikia, ukisema hapana wanakusikiliza. Ukatupata na sisi cheo mashoga zako. Pembeni tunakupepea tu hivi. Kuhusu kusoma, watu wanasoma wengi, kwani hatujui, hatuwaoni. Nitakazana nikanue chips kule barabarani, niruka nikanue chips mayai pale. Chips tena. Mnyambi, kila napohitaji pesa zangu za marejesho, wanasema kwamba umempa mdogo wangu. Na mdogo wangu anasema hujampa pesa. Huyu hapa, naomba udhibitishe. Kwa ulimpa pesa? Kwanza mimi naomba uniwe radhi. Kiukweli sijampa hela. Kwa nini udanganye? Mpenzi wangu alikuwa na matatizo. Anachezaga vikoba. Alikuwa anadaiwa mrejesho. Hiyo 50 ya siku 5 nimepeleka nimempa huko. Hela yangu mimi. Umeamua kumpa huyo demu wako huyo? Sasa umevunja mkataba. Naondoka na hii bodaboda. Sawa dada, nitailipa, lakini naomba sasa wiki huu na kuja badala ya kulipa 50,000 nitakulipa 100,000. Dada, nishakwambia Mnyambi hajanipa hela yoyote. Ukao niamini. Leo umeniamini sasa? Basi nimeamini mdogo wangu. Mnyambi, kwani ulikuwa unamdanganya dada yangu kwamba umenipa hela? Au ni yako ni kunigombanisha mimi na dada yangu? Habari yanyu. Nyoa poripori umetoka wapi? Leo sio siku ya Ijumaa. Subirini siku ya Ijumaa ifike mje muombe. Sisi sio omba. Naomba wachane na Mina. Kwa sababu unapoteza sana muda wako. Cha kukushauri, achana naye. Tafuta mpenzi mwingine. Nadhani umenielewa. Nyie ni akina nani ambaye mnazungumzia penzi langu na Mina? Na mlivyovaa hivi kama vigagula. Mmetoka wapi nyie? Sikiliza. Amina anatakiwa awe malikia katika kijiji chetu. Shoga yangu. Alafu mbona sijamuelewa lecture John sasa hivi? Uelewi nini sasa shoga yangu? Anakadalicha kunitongoza. Na anakuja, anakataa. Anakuja, na anakataa. Jia Amina amempa nini? Yaani hata sielewi. Mimi mwenyewe silimwona siku ile. Mwache ajichanganye. Kwangu atatoa hela za kutosha. Mshahara wote utahamia kwangu. Wewe. Naenda na muda mama. Wape. Mwenzangu, maana yani utasikia hivi, Evita, John mchukue sijui hela chai, sijui hela nini. Mwenzangu, sina mchezo mimi. Ajichanganye, hela yote ya mshahara inaishia on the tie. Yani hata sielewi shoga yangu. Inabidi uniambie vizuri. Mwenzangu, na wewe uliona siku ile alivyotuita? Yani kama upepo tulikimbia. Tule basi au mmeshiba? Mbona shemu? Wataki kupoa dada. Karibu Mina. Umenifuata mpaka huku? Karibu tule ugali. Yaani mimi nile hivi vyakula? Ndio maana nakuletea. Nyie mnamuelewa huyu? Lakini wewe Amina, acha ubishi. Wewe unafikiri umalikia unakujaje? How comes? Yaani ile ugali. Sijui hina ile, sijui ni nini wamepika pale. Hii sio hina. Hiki ni chakula cha asili. Tena ni ugali na mlenda. Utakapanda katika kijiji chetu, utakuwa unakitumia. Kumbe ndio wewe ulisema nakufuata ili uwe malikia. Basi ni afadhali amekufuata.
kwa sababu ukishakuwa malikia na sisi tunapata cheo kupitia kwako. Kumbe nyinyi hamna akili timamu Mina, nimekuja hapa kwa sababu yako. Na hiki chakula nimepata kwa sababu yako. Karibu tule Mina. Siwezi kula ugali na hiyo ina. Siwezi. Hiyo sio ina Amina. Hivyo ni vyakula vya asili. Lazima ule. Mwenzangu wa ugali ulivyokupendeza. Si ulikuwa unasema hii na wewe? Navopakia mitonge mwenzetu. Karibu mama. Nakukaribisha sana hapa mjini. Asante. Mwenzetu kupatwa huko. Yaani, sio poa.